Sawa, basi sawa, bado tuko pamoja hapa kwenye Revival Time ya Kiss FM. Ndugu yako, rafiki yako, Louis Musa, niko hapa na kuendeshea hili gurudumu kwa uzuri kabisa. Neno la uzima sehemu ya kwanza imetamatika. Sasa tunasogea kwenye injili ile ya asili, si ndio bana? Injili ya asili kwa uzuri kabisa, na mchungaji Patrick Kipara pamoja na Demetrius Richard wote wako hapa kuhakikisha basi injili ile ya asili inaenda vizuri kabisa. Na injili ya asili bana, taarifa nzuri na njema kabisa. Sasa hivi pia inapatikana pale YouTube pale, si ndio? Ukienda YouTube ukiandika injili ya asili, unaweza ukapata baadhi ya masomo tayari yameshakaa pale, masomo ambayo mengine yameluka hapa, mengine mtumishi wa Mungu mchungaji Patrick Kipara tu ameweza kufundisha. Kwa ukienda pale utabarikiwa sana, hasa wewe ambaye labda ndio umeifahamu injili ya asili wiki kadhaa au miezi kadhaa nyuma, si ndio? Kwa unaweza kaenda pale ikakusaidia pia hata kujibu baadhi ya maswali ambayo unakuwa unajiuliza wewe mwenyewe, si ndio? Kwa unaenda YouTube pale unaandika injili ya asili kwa uzuri kabisa. Au mimi unaweza ukanitafuta tu 0682 4315. Ukaniomba tu link, niambie nitumie link, mimi nitakutumia hiyo kazi, nitaifanya mimi mwenyewe, si ndio? Au mchungaji pia unaweza tu naye baadaye anaweza akakupa muongozo mzuri, ukamcheki ukamwambia mchungaji nitumie link, alafu mambo yakakaa vizuri kabisa. Mtumishi, Shalom. Naona umeiweka vizuri sana hii habari ya YouTube channel. Yes. Kwa sababu hapo ndo pa kutilia mkazo sasa. Sawa. Sababu sisi unajua kwa hatuna marejeo. Tukipiga lakini hatuna marudio. Yes, kule kidogo kuna kitu kama hujaelewa unaweza ukarudisha nyuma na kusikiliza taratibu. Yes, na vitu kama hivyo, si ndio? Sawa. Ndio. Karibu sana. Asante sana ndugu yangu, na Mungu akubariki. Amina. Tunaanzia tulipoishia wiki jana bila shaka. Yes, tulikuwa tuna maswali kadhaa, yalinifikia maswali kadhaa na tukayajibu kadhaa, yakabaki kadhaa pia, yalibaki matatu, yalikuwa maswali 7, si ndio? Ndio. Sasa nipokee kwanza, alafu mimi utanikaribisha. Ufungue kwanza, si ndio? Sawa, hamna shida. Sawa, karibu. Basi hebu tuitie jina la Bwana. Mungu wetu mwema na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwamba wewe ni mwema tena, na wema wako na fadhili zako hazina kikomo. Asubuhi nyingine umetujalia kuifikia Bwana. Tujalie tuikabili kwa uongozi wa Roho wako Mtakatifu, na neema yako ikae pamoja na sisi. Tazama pia umetupa neema nyingine ya kutangaza ufalme wako. Tujalie Roho wako Mtakatifu atuongoze Bwana, kwamba kwa kiwango ambacho hata usikika mwanadamu bali utasikika wewe mwenyewe. Tufiche nyuma ya msalaba wako Bwana. Baba wa mbinguni, tunasihi kwa ajili ya wasikilizaji wetu pia kwamba damu yako ikawafunike na ukaifanye mioyo yao kuwa mahali pazuri ambapo neno lako lingeweza kutua na kuzaa Roho Mtakatifu. Tupe hekima, tupe ufunuo wa kukaribia wewe Bwana na kutenda mapenzi yako. Wabariki na waponye wagonjwa wenye shida na mahangaiko mbalimbali. Baba, wewe ni jawabu sahihi. Hebu usika nao na ukape shauku za mioyo yao na mahitaji yao. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndio. Naam, sawa, tunaweza tukaanza. Nitayapitia yote. Ndiyo. Maswali ambayo yalibaki, si ndio? Haya. Ambayo ni matatu sasa, ambalo ni la 5, la 6 na la 7. Ndiyo. Si ndio? Na imani wale tuliokuwa pamoja juma iliyopita, basi tunakuwa tuna mwendelezo mzuri. Swali la kwanza kwa leo linasema, ninakubaliana na wewe kwa mambo mengi sana. Ila tunapishana pale unaposema hakuna utatu mtakatifu. Na Mungu hana nafsi tatu. Hebu soma Mwanzo ya kwanza mstari wa 26, alafu na ile Yohana 10 mstari wa 30, pamoja na usome pia Yohana 12 mstari wa 49. Si ndio? Amina. Hapo nadhani kuna utatu mtakatifu umezungumziwa hapo. Hapo kuna utatu mtakatifu hapo. Yes. Swali linalofuata hapa, anasema ubatizo walioagiza Bwana Yesu Kristo ni ule ambao unapatikana pale kwenye Mathayo 28 mstari wa 19. Sasa iweje wewe unatuelekeza kwenye ubatizo wa mitume na unapuuza ubatizo wa Yesu Kristo? Au wokovu ni wa mitume au wokovu ni wa mitume na ni wa Bwana?
Si wa Bwana. Na si wa Bwana, samani. Si ndio? Au wokovu ni wa mitume na si wa Bwana. Umenielewa? Nimekupata vizuri. Hilo swali la pili. Lakini la mwisho ambalo ndo swali la tatu kwa leo linasema kama Kristo ndiye Mungu, Ndiyo. baba yake Yesu ni nani? Kama Yesu Kristo ndiye Mungu, baba yake na Yesu ni nani? Ni nani? Si ndio? Hamna shida. Maswali matatu haya ambayo yalisalia juma lililopita. Amina. Jina la Bwana lipewe sifa na Bwana ongeze baraka kwa kusema kwa neno lako, lakini pia Mungu akubariki sana kwa kuyahakikisha vyema maswali yetu. Na hebu ndugu Dema tusomee andiko ambalo lingetuingiza kwenye kujibu maswali. Ndasoma Petro kwanza sura ya 3 mstari wa 15. Ndio. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa na Mungu aongeze baraka kwa kusema kwa neno lake. Hili swali la 5, Mungu abariki, niligusia kwenye kipengele cha Mwanzo, ambapo hiyo anaposema Mwanzo 1:26, hilo andiko niliongelea, na nadhani tulipofungia na niliongelea kirefu kwa ajili ya kuokoa wakati, sitoweza kulirudia. Lakini pia kama utakuwa na dukuduku au na hofu kwamba sijalijibu au nataka kulikwepa, kama ambavyo Lui ameelekeza, nenda pale YouTube channel, utaona maswali na majibu ambayo ni ya wiki iliyopita. Kwa hiyo utalikuta nimeliongelea pale na utalisikiliza kwa mapana na marefu yake. Kwa hiyo ili nipate fursa ya kuokoa muda na kuendelea mambo mengine, naomba mniruhusu niongee moja kwa moja kwenye Yohana 10:30 ni ajibu hiyo. Hebu Deme isome Yohana 10:30. Yohana sura 10 mstari wa 30 anasema. Ndio. Okay. Nasema hivi, mimi na Baba tu umoja. Anasema mimi na Baba tu umoja. Kwa hiyo kwenye eneo hilo msikilizaji wangu yeye anaamini kwamba Yesu aliposema mimi na Baba tu umoja, manake huo ni wingi. Kwa hiyo ni Mungu zaidi ya mmoja, yani kuna yeye alafu kuna baba yake, na inawezekana kuna kingine na kingine na kinginecho. Mungu abariki. Lakini ukweli ni kwamba hilo andiko alisemi mimi na Baba tu umoja. Ni tafasiri mbovu ya watu waliotafasiri Kiswahili, au walitafasiri kwa maslahi yao, au tu walitafasiri kwa kukalili kutokana na vile walivyofundishwa kwa dini zao. Hilo andiko alisemi mimi na Baba tu umoja. Tukirudi kwenye Biblia ya Kiingereza ya King James linasema mimi na Baba ni mmoja. Naomba nisome hapa, nitafute, Mungu anijalie niipate. Yohana 10, Mungu abariki, 30. Okay. Haisemi mimi na Baba tu umoja, inasema mimi na Baba ni mmoja, si umoja. Yesu aongelea habari za umoja. Mungu ana shirika. Jina Bwana pesa. Inasomeka hivi, I and my Father are one. Mimi na Baba ni mmoja, si zaidi ya hapo. Haisemi mimi na Baba ni umoja. Hao waliotafasiri umoja, sijui neno umoja walilitolea wapi. Hapa hilo neno umoja halipo. Mungu abariki. Kwa hiyo hebu tusonge mbele. Hilo nadhani tu nimeweza kulijibu tu kwa namna hiyo, na kwa mtu yeyote anayeelewa atakubaliana na mimi. Hasa tumshukuru Mungu kwamba angalau teknolojia imeturahisishia mambo. Kama una simu yako ya smartphone, una Biblia yako, download tu Biblia ambayo ina Kiswahili na Kiingereza kwa pamoja, utaona inasema hicho nilichokuambia. Na kama haisemi hivyo, nipigie simu niambie wewe ni muongo. Na kama inasema yeye na baba yake ni mmoja, basi nikusii kwa neema za Mungu uache tu kaidi, ukubali alichosema Yesu kwamba yeye na baba yake ni mmoja, si zaidi ya hapo. Jina la Bwana lipewe sifa. Ongezea tunachofuata hapo ni hiyo Yohana 10:49. Sura 12:49. Ndio, twende. Nasema, kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu, bali Baba aliyenipeleka yeye mwenyewe ameniagiza
nitakayonena na nitakayosema. Anasema yeye aneni tu kwa nafsi yake, ila Baba aliyemtuma amemwagiza ayaseme. Atakayonena na atakayosema. Atakayonena na atakayosema. Kwa hiyo kwa hapo inaonekana kama vile kuna Yesu, alafu kuna aliyemtuma Yesu. Jina Bwana ipe sifa. Kwa hiyo na Yesu anasema yeye aneni kwa nafsi yake. Hiyo inataka kutengenezea picha kwamba kuna nafsi mbili. Jina Bwana ipe sifa. Au zaidi ya moja. Zinaweza kuwa 2 au 3 au vinginevyo. Mungu abariki. Okay. Tuseme hivi. Kama tungekuwa tunaongelea utatu, jina Bwana ipe sifa, kwamba kuna Mungu ana nafsi 3, andiko hili lisingetosha kuwa ushahidi kwamba Mungu ana nafsi 3, kwa sababu anaongelea kama tunaweza kukubaliana kwa namna hiyo, ni kama vile Yesu anaongelea vitu viwili, yani yeye na Baba yake. Jina Bwana ipe sifa. Sasa ni vizuri turudi kwenye maandiko, tuangalie Yesu alipokuwa akisema Baba yake alikuwa akimaanisha kitu gani. Na ukishajua Baba yake linamaanisha kitu gani, hiyo itakufanya ujue Yesu anaongelea nini. Jina Bwana ipe sifa. Sasa sikiliza. Kwa mjibu wa maandiko, Mathayo 1:18 inatuambia Baba yake na Yesu ni nani? Mathayo sura ya 1 mstari 18 anasema, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Soma kama vile umekula. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu. Ndio. Kabla hawaja karibiana alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Mariamu alionekana ana mimba ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama mimba ni ya Roho Mtakatifu, huyo mtoto ni wa nani? Jibu ni kwamba huyo mtoto ni wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo baba yake na Yesu ni Roho Mtakatifu. Sijui mnanipata mpaka hapo? Naomba nirudie tena. Kama mimba ni ya Roho Mtakatifu, hatuna namna yoyote, labda tujifanye wenda wazimu, kubadilisha maelezo kwamba mimba ni ya kitu kingine, sio ya Roho Mtakatifu. Kama ni ya Roho Mtakatifu, basi huyo mtoto anayezaliwa hatuwezi kumgawa kwa mwingine. Tutabidi tu tukubali kwamba huyu mtoto ni wa yule mwenye mimba. Hata sheria zilizokuwa zinatumika juu ya watu waliokuwa wanapata mimba kabla ya ndoa ilikuwa ni atafutwe mtu aliyekupa mimba, ndiye mpigwe naye mawe, kwa sababu ndio mwenye mimba yake. Jina Bwana lipewe sifa. Sasa mimba ni ya Roho Mtakatifu. Mtoto anakuwaje wa baba fulani? Kwa nyinyi mnaoamini utatu, yani Baba kitu kingine, Mwana kitu kingine, Roho Mtakatifu kitu kingine. Sasa mimba ni ya Roho Mtakatifu ambaye ni namba 3, si ndio? Kwa hiyo mimba ni ya namba 3. Kwa hiyo nyinyi, kwa nini huyu mtoto mnampa namba 1? Yani anakuwaje ni mtoto wa namba 1 wakati taarifa za kliniki zinasema mimba ni ya Roho Mtakatifu namba 3? Sijui kama ninaeleweka vizuri, mnaonisikiliza. Yani Baba ni namba 1 kwa mji wa watu wanaoamini utatu, Mwana ni namba 2 na Roho Mtakatifu ni namba 3. Sasa huyu mwana ambaye ni namba 2, taarifa za kuzaliwa kwake, labda ningesema kadi ya kliniki inasema hivi: kwa mjibu wa vipimo DNA zinavyoonekana, huyu mtoto mimba yake ni ya Roho Mtakatifu namba 3. Alafu nyinyi mnachukua huyu mtoto mnampa namba 1. Kuna usawa wa akili kweli hapa au kuna kuchanganyikiwa fulani? Vinginevyo, kama mtoto ni wa namba 1, tukubaliane Yesu ana mababa 2, Mtakatifu na Baba.
Kuna Roho Mtakatifu ni baba yake, na baba huyo namba moja naye ni baba yake. Kwa hiyo Yesu ni moja kati ya kituko kilichowahi kuzaliwa na baba wawili. Kama sio hivyo, mkubali kuna kukosea kukubwa. Na njia nzuri tu ya kufanya ni kutoka kwenye ujinga wa aina hiyo, kuachana nao. Kwa hiyo baba yake na Yesu alikuwa ni Roho Mtakatifu. Huo ndio ukweli wa maandiko. Na huo ndio ukweli Yesu alikuwa anasema. Alisema hivi, mimi na baba ni mmoja. Na akaendelea akasema baba anakaa ndani yangu. Sasa tutembelee kwenye hilo baba akaaye ndani ya Yesu Kristo. Iko hivi, Mungu ni mwili. Kumlazi Mungu ni roho kwa mjibu wa Yohana 4:24 nadhani au 26 kitu kama hicho. 24. Nitasoma kwa jina la Bwana Yesu. Twende. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa nikuulize mpendwa, na wewe utafakari kidogo. Kama Mungu ni roho, ni roho yupi? Kwa sababu dunia inashikiliwa, yani ulimwengu wote unashikiliwa na roho mbili. Kuna roho mmoja, roho wa giza, ambaye ni roho mchafu. Alafu kuna roho mmoja, roho wa nuru, ambaye ni Roho Mtakatifu. Sasa Yesu aliposema Mungu ni roho, alikuwa anamaanisha roho yupi kati ya hao wawili? Alikuwa anamaanisha Roho Mtakatifu. Na hata ukisoma andiko lenyewe, hiyo Mungu ni roho, ara imeandikwa kwa herufi kubwa, kuonyesha kwamba Mungu ni Roho Mtakatifu. Sasa wale ambao huwa mnajaribu kumpunguza Roho Mtakatifu na kumfanya kuwa ni kitu kidogo sana chini ya Mungu na Yesu, ni kila ambacho hamjui. Mungu ndio yule roho mkuu. Huyo roho mkuu ndio Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huyo Roho Mtakatifu alikuwa ana makusudi matatu nyuma ya nia yake. Kusudi la kwanza ilikuwa ni yeye Mungu mwenyewe kujidhihirisha au kujiweka wazi kwa watu wake. Jina Bwana lipewe sifa. Hilo ndio lilikuwa kusudi la kwanza la Mungu, kujidhihirisha na kujiweka wazi kwa watu wake. Na ukitaka kujua iko wapi, hebu nenda Timotheo ya kwanza nadhani sura 3:16. Anasema Timotheo 1:3:16. Timotheo kwanza sura 3:16. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu Jehova. Mungu abariki. Jehova. Isome tu hivyo Jehova. Amen. Alidhihirishwa katika mwili. Alidhihirishwa katika mwili. Aliwekwa wazi katika mwili. Alifunuliwa katika mwili. Amen. Akajulika kuwa na haki katika roho. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo huyu Mungu roho, huyu Jehova mkuu, huyu Logos, jina la Bwana lipewe sifa, alijidhihirisha, alijifunua kwa watu wake katika mwili. Ndio maana akaitwa Immanueli. Immanueli inamaanisha nini? Inamaanisha Mungu pamoja na watu wake. Mungu katikati ya watu wake. Amen. Mungu aliyefanyika mwili. Imanu inamaanisha mwili kwa Kiebrania. Eli inamaanisha Mungu kwa Kiebrania. Kwa hiyo inapokuwa Immanueli ni Mungu aliye mtu au Mungu aliyefanyika mwili. Jina Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo huyo Mungu roho alidhihirika. Isome tena sikie. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Ni siri hata hivyo. Amen. Na sisi ndogondogo ni siri kuu. Amen. Kwamba Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu aliwekwa wazi, Mungu alijionyesha katika mwili. Akajulika kuwa na haki katika roho. Akajulikana kwamba ana haki katika roho. Akaonekana na malaika. Akahubiriwa katika mataifa. Niwaulizeni nyinyi wahubiri na nyinyi wengine, mnamhubiri nani?
kama sio Yesu Kristo? Amen. Akaaminiwa katika ulimwengu. Nani anayeaminiwa? Nani wa kuaminika? Ni Yesu Kristo au ni baba yake au ni mdogo wake na baba yake? Akachukuliwa juu katika utukufu. Aliyechukuliwa juu katika utukufu ni nani? Sasa itahitaji ubishi kujua kwamba huyu Mungu aliyefanyika katika mwili ndio tunayemhubiri, Bwana Yesu Kristo ndiye aliyechukuliwa juu, ndiye aliyenyakuliwa juu, ndio tunayemhubiri katika mataifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini Mungu, huyo Mungu akiwa na nia hiyo hiyo ya kujidhihirisha katika watu wake, alijitangaza kwenye Isaya 9:6 kwamba yeye ni Baba, yeye ni Mwana na yeye ni Roho Mtakatifu. Yes. Naomba nirudie tena. Huyu Mungu ambaye alikuwa na makusudio matatu, na kati ya moja yake makusudio matatu ilikuwa ni yeye kujidhihirisha kwa watu wake akiwa katika mwili. Alijitangaza kwa unabii wa kinywa cha Isaya. Kwenye Isaya sura ya 9 mstari wa 6 kwamba yeye ndiye Baba, yeye ndiye Mwana na yeye ndiye Roho Mtakatifu. Amen. Nasoma. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Ndio. Tumepewa mtoto mwanamume. Tulia kwanza niwaelezee. Ili andiko linalosema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, asilimia kubwa ya madhehebu ya Kikristo kila inapofika Disemba 25 andiko hili huwa linasomwa. Linasomwa ili iweje? Kudhibitisha kwamba kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulitimiza andiko hili la Isaya 9:6. Sasa hebu tuangalie huku kuzaliwa kwa Yesu Kristo, huku kutimia kwa Yesu Kristo kulikuwa kuna semuaje na hiyo Isaya 9:6. Tusio tunaisoma kikasuku. Tuisome kwa kuielewa. Amen. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Huyo mtoto anayeongelewa hapa haina ubishi, ni Yesu. Amen. Tumepewa mtoto mwanamume. Tumepewa mtoto mwanamume. Mtoto mwanamume maana yake ni nini? Mwana. Kwa hiyo tumepewa mwana. Amen. Na uwezo wa kifarume utakuwa begani mwake. Kwa hiyo hakuna anayeweza kubisha kwamba Yesu alizaliwa akiwa ni mfalme. Hakuna anayeweza kubisha. Na kama mnabisha basi bisheni mkifuta hayo maandiko. Kwa hiyo turubishani kwamba Yesu ni mfalme. Tunachobishania hapa, je, Yesu ndiye Baba? Je, Yesu ndiye Mwana? Je, Yesu ndiye Roho Mtakatifu? Sasa soma maandiko tuendelee. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Sasa nikuulize mpendo unanisikiliza, mshauri wa ajabu ni kitu gani? Nani huwa anatushauri sisi kwa njia za ajabu kama sio Roho Mtakatifu? Endelea. Mshauri wa ajabu. Endelea. Mungu mwenye nguvu. Kama umeikataa mshauri wa ajabu kwamba sio Roho Mtakatifu, sina ugomvi na wewe, endelea kuikataa, lakini imesema huyu mtoto ni Mungu mwenye nguvu. Na huyu mtoto mwenyewe alipozaliwa akatuambia Mungu ni Roho. Kwa hiyo kama yeye ni Mungu mwenye nguvu, yeye ni Roho yule mkuu aliye juu ya mambo yote. Roho Mtakatifu. Mungu abariki. Na huyo ni Roho Mtakatifu, sio kitu kingine. Kwa hiyo Mungu ni Roho na huyu mtoto ni Mungu. Kwa hiyo huyu mtoto ni Roho. Amen. Roho ipi? Roho yenye nguvu, Roho yenye mamlaka. Amen. Ambaye ni ipi? Ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu kwa andiko hilo ni Roho Mtakatifu. Amen. Upende ndio na usipende ndio. Ndio. Baba wa milele. Haiishii hapo. Kusema tu yeye ni Roho Mtakatifu. Tumepata mtoto wa kiume ni Mwana. Ndio. Tumepata Mungu ni Roho. Mshauri wa ajabu ni Roho Mtakatifu. Sawa sawa. Inasema Yesu huyu mtoto huyu ni Baba wa milele. Sasa swali langu ni hili hapa. Kama yeye ni Baba wa milele, unafahamu maana ya neno milele? Sio na mwanzo. Ulanda wa ujui. Kama ujui, Dema ameshakusaidia hapo, ngoja niamini ungane naye. Milele, neno milele ni isiyo na mwanzo, isiyo na mwisho. Haina kikomo. Haina mwanzilishi, haina mwanzo. Kwa hiyo huyu mtoto ubaba wake, huyu mtoto anayezaliwa, ubaba wake umekuwepo, utaendelea kuwepo na hata vyote vipite utakuwepo. Amen.
Amen. Kwa hiyo yeye ni baba. Yeah. Tumemwona ni mwana, Roho Mtakatifu. ni Roho Mtakatifu, na yeye ni baba. Yeah. Sasa hilo nalo linahitaji degree, au tunahitaji malaika watoke mbinguni kuja kutufahamisha vyema wakati limeandikwa wazi namna hiyo? Jina Bwana ipe sifa. Kwa hiyo huyu mtoto ni baba, huyu mtoto ni mwana, huyu mtoto ni Roho Mtakatifu. Huyo ndio Yesu tunaongelea habari zake. Kwa hiyo alishajitabiri hivyo kwamba yeye ni baba, yeye ni mwana, na yeye ni Roho Mtakatifu. Na kudhibitisha hayo, akajidhihirisha katika mwili akiwa ni baba, akiwa ni mwana, akiwa ni Roho Mtakatifu. Jina Bwana ipe sifa. Naomba nisogeze kwenye iki. Akiwepo kwenye mwili, watu wengi hawakutosheka kukubali kwamba yeye ndiye Mungu. Na hata wanafunzi wake wazuri na waaminifu nao hawakutosheka kuamini kwamba yeye ndiye Mungu. Jina Bwana ipe sifa. Ndipo siku moja mmoja kati ya wanafunzi wake wakamuuliza Yesu, wakiamini labda kama ambavyo wewe unafikiri unaamini, wakamuuliza Yesu awaonyeshe baba yake ambaye ni mkubwa kuliko yeye, ambaye huyo ndiye atakuwa Mungu. Sawa sawa. Wakamuuliza Yesu, wakamwambia, tunaomba utuonyeshe baba yako tafadhali, tuonyeshe, tulizike. Soma wasikie. Mstari wa 14, sura ya 14 ya Yohana. Sura 14 Yohana. Naomba nianzie 17. Ndio. Samahani, mstari wa 7. Ndio. Kama mngelinijua mimi. Yesu anasema kama mngelimjua yeye, mngelimjua na baba. Na hapa anaongea na wanafunzi wake waaminifu. Anasema kama wangemjua yeye Yesu, wangemjua na baba yake. Kwa nini wangemjua Yesu wamjue na baba yake? Ni kwa sababu hii, Yesu na baba yake ni mmoja. Amen. Kwa mujibu wa Yohana 10:30, ambayo ndio umeulizia swali huko, Amen. Tangu sasa mnamjua. Akamwambia tangu sasa mnamjua, tena mmemuona. Alafu si tu mmemfahamu, mmemuona. Mmoja akasema tuendelee. Filipo akamwambia, akasema, Bwana, utuonyeshe baba yatutosha. Hebu tuonyeshe baba yako, hii sisi tutalizika. Yesu umetuambia tumemuona. Mimi sijamuona, mimi Filipo sijamuona, na wasiwasi na wenzangu nao hawajamuona. Kwa hiyo wewe Yesu tuonyeshe. Nake hakuna aliye zaidi ya yeye kwenye miungu yote, kwenye chochote ambacho kinaweza kikaitwa Mungu. Hakuna aliye mkuu zaidi ya Yesu. Sasa nyie mnampataje aliye juu yake? Sijui kama mnanielewa. Mungu wa kweli ni mmoja, aliye juu ya mambo yote, aliye juu ya miungu yote, aliye juu ya mabwana wote. Jina Bwana ipe sifa. Sasa hapa Mungu kwa kinywa cha Paulo anatuambia Yesu Kristo, Yesu Kristo ni Mungu mkuu. Vinginevyo useme hayo maandiko ni ya uongo. Lakini kama hayo maandiko ni ya kweli, utambue jambo hili kwamba hakuna Mungu aliye juu ya Yesu. Lakini kama nyinyi mnaotaka kusema Yesu ni Mungu mdogo, alafu baba yake ndiye Mungu mkuu, kwanza mnamkosea heshima baba yake. Kwa nini nasema mnamkosea heshima? Baba yake alisema hakuna Mungu zaidi ya yeye. Hiyo tulisoma nadhani Isaya. Labda tuisome tena na leo. Isaya 44:6. Isome haraka muda unatukimbia. Isaya 44. Kwa sababu natamani leo niruhusu simu. Isaya 44 mstari wa 6 nasema.
Isaya 44 ndio 44:6. 44:6 anasema Bwana mfalme wa Israeli. Bwana mfalme wa Israeli, mkombozi wako. Bwana wa majeshi asema hivi. Asemaje? Mimi ni wa kwanza, yeye ni wa kwanza, na mimi ni wa mwisho. Zaidi yangu mimi hapana Mungu. Sijui unalielewa hilo andiko Jehova anavyosema hivyo? Anavyosema yeye Jehova ni wa kwanza na wa mwisho. Kwanza nakwambia yeye Jehova ndiye Alfa na Omega. Sasa niulizeni, Alfa na Omega ni nani? Ni Yesu. Na anaendelea kusema huyu Alfa na Omega, anasema zaidi ya yeye hapana Mungu. Hakuna Mungu. Yesu ni Mungu. Huku maandiko yanathibitisha hivyo kwamba Yesu ndiye Mungu mkuu. Maandiko yanathibitisha hivyo kwamba Yesu Kristo ndiye Alfa na Omega. Vinginevyo mtuambie tuna Alfa na Omega wawili. Halafu nani atakuwa ni Alfa na Omega? Kama Yesu ni Alfa na Omega na baba yake ni Alfa na Omega, basi haya maandiko yameparaganyika. Yaani hayana mwelekeo. Lakini hivi ni kweli maandiko hayana mwelekeo? Ukweli ni kwamba nyinyi ndio mmepoteza mwelekeo, mkashindwa kutambua Yesu ni nini na Mungu ni kitu gani. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo kusudi la tatu, ili niende nalo haraka, ilikuwa kusudi la tatu ni kuunda ufalme. Yani huyu Mungu kuunda ufalme mahali pale pafahapo ambako Adamu na Hawa walianguka kwa dhambi. Mkumbuke Edeni, Mungu alikuwa anamtawala Adamu, alafu Adamu anatawala viumbe vyote. Jina Bwana pesifa. Na Adamu akaanguka. Jina Bwana pesifa. Na alipoanguka, Mungu alikusudia kurudisha tena huo ufalme kwa yeye mwenyewe, kuwa mfalme kuanzia chini mpaka juu, kutokea juu mpaka chini. Jina Bwana pesifa. Hilo ndio lilikuwa kusudio lake la tatu. Tunatarajia ufalme usiokoma. Tunatarajia ufalme usioanguka. Tulisoma kule kwenye Isaya 9:6, maandiko yanasema Yesu ni mfalme wa milele na maongeo ya enzi yake hayana mwisho kamwe. Ingawa kwa sasa hivi bado Yesu hajaja kutawala katika mwili, tunamtarajia kwenye utawala wa miaka 1000 atakuja kutawala kama mwana wa Daudi. Jina Bwana lipewe sifa. Na atakapokuja kutawala kama mwana wa Daudi atakuwa katika mwili. Sio katika roho kama leo anavyoongoza katika roho, atakuwa katika mwili. Ndio maana Yesu alipokuwa duniani alikuwa na majina matatu ya wana. Jina Bwana lipewe sifa. Alikuwa na jina la mwana la kwanza, mwana wa Mungu. Mungu abariki. Alikuwa na jina la pili la mwana, anaitwa mwana wa Adamu. Alikuwa na jina la tatu la mwana, anaitwa mwana wa Daudi. Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni mwana wa Adamu, Yesu ni mwana Daudi. Sasa ni mwana wa Mungu kwa kipi? Mungu ni roho. Yesu Kristo ni Roho Mtakatifu. Ndio maana akiwa katika mwili, soma maandiko kwa makini utaona, akiwa kwenye mwili hakuna mahala popote alijitambulisha kwa watu kama mwana wa Mungu. Alikuwa anasema mwana wa Adamu, mwana wa Adamu, mwana wa Adamu, mwana wa Adamu. Kwa nini? Alikuwa yeye ni nabii kwa wakati huo. Mnamkumbuka mwana wa Adamu wa kwanza aliyeitwa Abili? Alikufa kifo cha kuuawa, sivyo? Manabii wote waangalie, wote ukiondoa wachache kama Musa, Elia, Enoko, sidhani kama wanazidi 5, ndio hawakuuawa. Lakini waliobakia wengine wote walikufa vifo vya kuuawa. Hiyo ni sawa sawa. Na Yesu akiwa ni mwana wa Adamu, sawa tu na Abili alivyokuwa mwana wa Adamu, ilimbidi afe kifo cha manabii kwa sababu alikuwa ni nabii. Sasa nabii yupi? Nabii aliye mkuu wa manabii na utimilifu wa unabii wote. Lakini
baadaye kwenye siku ya Pentekoste alikuwa mwana wa Mungu mpaka leo. Mwana wa Mungu ni nini? Mwana wa Mungu ni roho ndani ya watu. Kuna wakati atakuja kama mwana wa Daudi kutawala ulimwengu huu. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa kama mnang'ang'aniaga Yesu ni mwana, mbona hao wengine mnawanyima azizi zao? Kwa nini mkubali kwamba Daudi ni baba yake, Adamu ni baba yake? Kwa nini mnawanyima azizi zao? Jina la Bwana lipewe sifa. Nawaambia kwa nini mnamnyima azizi zao? Mtaenda kuchanganyikiwa, mtaona Yesu ana baba watatu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hebu fuateni maandiko yanachosema. Rudini kwenye maandiko, ondokeni kwenye elimu za hao wanaoitwa wanateolojia na watu wengine. Watawafanya mchanganyikiwe na muwe vichaa zaidi. Nadhani Louis sasa hapa anapasa kuja kunuhusu usemu, sivyo? Msitue. Mungu abariki. Kwa hiyo swali la mwisho, Mungu ni nini? Na Yesu, kama Yesu, baba yake na Yesu ni nini? Mungu abariki. Baba yake na Yesu ni Roho Mtakatifu. Tumeshaisoma huko nyuma. Na Yesu ni mwana wa Mungu kwa maana ya Roho Mtakatifu. Mungu abariki. Naomba nirudie hiyo swali. Louis, la mwisho hilo nisomeni dalili. Swali la mwisho kabisa lile na nitajibu tu kwa mkato. Alafu tudusu simu. Okay, sawa. Ndio. Sawa. Anasema kama Yesu, nimelipata hapa. Kama Yesu Kristo ndiye Mungu. Nimelipata. Okay. Sawa. Kama Yesu Kristo ndiye Mungu, baba yake Yesu ni nani? Sasa kwanza niweke jambo hili. Tukianza kushindana au kubishana au kwa namna yoyote tutakayotaka kuiweka, ili tuonekane tunaongea kwa hoja, tunapaswa tujue kwamba hata kama hatupendi Yesu awe Mungu, bado yeye ni Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni kitu chochote kinachoabudiwa. Hiyo ni sawa sawa. Yesu aliabudiwa na wanafunzi wake. Sawa sawa. Na mimi namuabudu Yesu. Hebu unaweza kusomea Yesu akiabudiwa na wanafunzi wake? Hebu wasomee. Ni Luka. Nadhani kitu kama Luka 24. Ndio. Mstari wa 51 na 52. Ndio, soma. Ikawa katika kuwabariki alijitenga nao. Huyo Yesu akawa akiwabariki, walipomaliza kuwabariki akajitenga nao. Akachukuliwa juu mbinguni. Ndio. Wakamwabudu. Wanafunzi wake wakamwabudu. Kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu. Sasa tumeshapata Yesu aliabudiwa. Na mimi namwabudu Yesu. Kwa hiyo kwenye kuanzia hapo Yesu ni Mungu. Sasa ili tuonekane tuna akili au hatubishani tu kizembezembe kipuzipuzi. Tubishane hivi Yesu ni Mungu wa kweli au ni Mungu wa uongo? Tubishanie hicho, kwamba Yesu ni Mungu wa kweli au Mungu wa uongo. Mimi nitawaambia Yesu ni Mungu wa kweli, na nyinyi mdhibitishe Yesu ni Mungu wa uongo. Na kama ni Mungu wa kweli, yeye ndiye Mungu wa pekee na wa kuabudiwa. Baba yake tushawaambia ni Roho aliyekuwa ndani ya yeye. Nadhani nimemaliza hilo swali. Okay, sasa turuhusu simu. Sivyo Louis? Yes. Hizi dakika 10 na kitu hizi zinatosha kumaliza. Yes, hizi dakika zinatosha kabisa. Asante ndugu yangu ambaye tunaendelea kuwa pamoja hapo kwenye Revival Times, ndio? Ndio. Sasa mchungaji hapo hivi hebu niwekee ile nanili. Ili mambo yakae vizuri. Asante sana rafiki yangu ambaye tuko pamoja vizuri kabisa. Ndio. Hapa kwenye Revival Time ya Kiss FM. Tupo kwenye Injili ya Asili na mchungaji Patrick Kipara kwa uzuri kabisa. Tupo naye hapa pamoja na Demetrius Richard. Wote hawa tuko nao hapa na ni vizuri kabisa. Sasa unaweza ukatupigia simu hapa ndani live kabisa kupitia 0765033887. Nitarudia tena 07. Yes, safi kabisa. Umeona mambo hayo? 0765033887, si ndio? Yes. Sasa
tupo bado kwenye YouTube pale. Hapo na penye pa kutilia mkazo sana sana kama ile injili ya asili. Basi kuna simu hapa inaingia vizuri kabisa. Halo? Salama tu, naitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Amoni Kolonga, napiga simu kutoka Busweru Mwanza. Karibu sana Amos. Asante bwana. Mimi bwana nina maswali mawili ambayo nahitaji bwana Kipala ufafanuzi kidogo. Ndio. Swali langu la kwanza ni pale Yesu anapoenda kubatizwa na Yohana Mbatizaji. Ndio. Na inaonekana sauti inatoka mbinguni. Ndio. Na inasema huyu ni mwanangu mpendwa, na wakati huo njiwa anatoka kutoka juu. Sasa inaonekana kama kuna vitu vitatu hapo. Kuna roho. Ndio. Ambaye anashuka kama ua, lakini pia kuna sauti inatoka mbinguni na kuna Yesu mwenyewe. Ndio. Sasa hiyo inatoka ukakati kwamba yawezekana kweli kuna hivi vitu vitatu ambavyo tunavita ni nafsi tatu. Hiyo ni ya kwanza. Ndio. Lakini ya pili, kuna mahali nadhani ni Yohana Ngata atanikumbusha pale Kipara. Ndio. Anaposema wako watatu washuhudiao mbinguni. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Na sasa wao watatu inaonekana sasa ni watu watatu tena tofauti na hawa wengine, na huyu mmoja tunayemsema ni mmoja. Naomba ufafanuzi wa hayo mafungu mawili. Asante sana ndugu yangu Kolonga wa Busweru Mwanza. Asante. Ubarikiwe. Ngoja turuhusu maswali mengine. Safi kabisa. Sawa. Swali zuri kabisa hilo. Swali simu nyingine. Simu nyingine. Okay, simu nyingine hii hapa. Ndio. Halo? Halo, habari za studio? Salama tu. Naitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Ninaitwa Vero Chidova, nikiwa Nyegezi Mwanza. Nyegezi Mwanza. Karibu sana mtumishi. Asante. Sasa swali langu nataka kuuliza. Ndio. Hivi Mungu ana mwili wa nyama na mifupa? Okay. Na swali la pili, kwani Yesu ni Mungu? Sawa. Safi kabisa. Asante. Ndio maswali yangu hayo mawili. Na umesema nani jina? Naitwa Verus Novati. Verus Novati Nyegezi. Nyegezi Kona. Aya, asante ndugu yangu Novati. Twende mwingine. Yes. Basi sawa. Unaendelea kuniwekea ujumbe wako, kunipigia simu yako kwa hapo kwenye 0765033887, si ndio? 0765033887 kwa uzuri kabisa. Hello? Kuna changamoto. Hello? Hello? Okay. Ndio. Salama tu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Hapa naitwa Yohana Maiwe. Ndio. Napatikanika mkoa wa Morogoro, wilaya ya Kilosa, Mtumbatu. Ndio. Kilosa. Karibu sana mtumishi wa Mungu kutoka Morogoro. Asante. Kwanza bwana, mimi nishukuru mada iliyoko hewani. Ndio. Kizuri kinatuelimisha tuweze kumjua Mwenyezi Mungu, tuweze kumjua Mungu. Ndio. Lakini mimi moja kwa moja ndugu mtangazaji, hapo mimi mtumishi wa Mungu sitakuwa na maswali sana. Kwa sababu gani? Ndio. Nimekubali sana, yani nimewakubali sana mnaelimisha, na hapo nimeelewa vitu vingi sana, nimeelewa kupitia kweli. Amina. Asante. Mungu akubariki sana ndugu yetu, sana kupitia moyo. Mimi huwa nashindana sana na watu kusema kwamba Yesu sio Mungu. Mimi mpaka sasa bado ninaamini kwamba Yesu sio Mungu. Ndio. Kabisa. Kwa sababu gani? Hata kipindi anatoka tena baada kukumbuka kwamba alikusanya wale wanafunzi wake 12. Alikaa kipindi anawaaga, wakamuuliza ukitokea kama tutakuwa na wewe tutakuja kutuonesha baba. Sasa kuna unaondoka bila kutuonesha baba, na kumbuka kama watu 24 kama mtatu nimesahau. Ndio. Lakini nakumbuka maneno yake alisema kwamba aliyoniona mimi
amemwona baba. Amina. Mungu akubariki sana ndugu yetu kutoka Morogoro. Kabisa. Na asante kwa kututia moyo, lakini pia hongera kwa kuwa na imani ya kweli. Kwa sababu Yesu ndiye kweli. Halo. Halo. Ndio, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi mtumishi wa Mungu? Naitwa Dennis Makasi, Dennis Makasi. Unatokea wapi? Niko Dar es Salaam. Uko Dar es Salaam. Karibu sana Dennis Makasi kutoka Dar es Salaam. Mimi swali langu mtumishi. Ndio. Kwenye Yohana 14:15. 14:15. 14:15. Ndio. Inasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Sasa hili swali ukiuliza, ukisoma vizuri, inakueleza kwamba atamuomba Baba ndio amlete mtumishi. Unaona? Ndio. Hebu jaribu kulifafanua vizuri mtumishi hapa, maana kidogo hapa redio zetu zilikata huko kwetu Dar es Salaam. Okay, tuendelee. Naomba nikuweke hapo kwamba nitawajibu haya yote wiki ijayo panapo majaliwa ya Bwana. Kwa sababu dakika zilizobaki hapo ni chache. Na ili turuhusu tu na wengine nao waulize. Yes. Tutakutana wiki ijayo panapo majaliwa ya Bwana. Ndio. Uzuri mimi niko busy hapa kupokea simu. Mchungaji yupo busy pia kuandika, ndio? Kuhakikisha maswali yanaandikwa vizuri. Nadhani panapo majaliwa juma lijalo pia tunaweza tukaendelea na maswali. Si ndio? Ndio. Basi tupokee simu nyingine hapa pia. Halo. 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 Ndio, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Pamba, napiga simu kutoka Mwanga Kaembe Ilemela. Unaitwa Pamba. Unaitwa Pamba. Ndio. Karibu sana Pamba kutoka Ilemela. Ndio, bwana mimi kwanza huyo ambaye amepiga simu kutoka Dar es Salaam, labda kabla ya mchungaji mtumishi wa Mungu atibu, mimi labda nilipitia kidogo hapo. Ndio. Kwamba mimi nina imani kabisa kwamba mwalimu ametufundisha hivi, lile lililotendeka juu ya Mungu, kutokana na Mungu akaonekana huyo Kristo, akaonekana Yesu. Ilitengenezeka siri kubwa ili kuja kuzaliwa katika mwili. Mungu kufanyika mwili ilianzia kule mbinguni, kutengenezeka siri kubwa ili Kristo ajazaliwe hapa. Ndio. Sasa kumbe kuna mambo mengine ambayo Kristo alipokuwa akifundisha wanafunzi wake alikuwa akifundisha kwa mafumbo ili kutokuelewa, na hata hivyo ndipo kulikuwepo kunahitajika imani sana mpaka kumtambua kwamba yeye Kristo ndiye Mungu. Amina. Sasa yeye anapoendelea kuuliza kule kwamba afafanuliwe, kwa sababu kulikuwepo watu wengine au ilikuwepo miili mingine ambayo ilionekana kwamba alikuwepo Mungu Mwana, alikuwepo Mungu Baba na Roho Mtakatifu, yampata kutambua kwamba yale yalikuwa mafundisho ya imani ambayo watu walikuwa wanajengeka kiimani, kutambua Mungu ni Kristo na Kristo ni Mungu, na hao wote walikuwa eneo moja. Ndio maana anasema Mungu yumo ndani yangu. Kwa kumalizia mtumishi wa Mungu, kwa kumalizia. Sawa. Umemalizia hivyo. Nimekuelewa vizuri kabisa. Umeiweka vizuri hapo. Sawa. Sasa nataka nifunguke kwenye upande mwingine bana. Wiki iliyopita mimi bana. Sawa. Wiki iliyopita ameishia kusikia vizuri vile. Okay, unaweza kutupata YouTube, andika tu ile injili ya YouTube, andika ile injili ya asili. Yes. Utayapata yote ya wiki iliyopita hapo. Ukisogea pale YouTube pale, ukiandika ile injili
ya asili, si ndio? Kuna masomo matatu pale. Somo moja ni la juma lililopita. Kwa ambaye leo ndio umeanza kutusikiliza, umesikia tumesema tumeanza kujibu swali la 5, si ndio? Lipo la kwanza, la pili, la tatu na la 4, ambalo lenyewe kipande cha swali la 5 na yes, ambalo lenyewe liko YouTube tayari. Ukienda pale tu ukiandika ile injili ya asili, kuna kipindi pale kimekuwa upload pale kama siku 2 zilizopita, maswali na majibu, si ndio? Hayo ni maswali yale matano ya mwanzo ya wiki iliyopita, si ndio? Leo tumekuwa tuna muendelezo tu. Nadhani panapo majaliwa pia wiki ijayo tunaweza tukaendelea na maswali, si ndio? Kama itampendeza. Sababu tuna maswali ya watu hapa lazima tuyajibu. Ndio. Basi sawa. Sasa tufanyeje tu? Ya mwisho tuwagani. Hebu tupokee simu. Hebu mwenye bahati huyu ambaye ataweza kuzungumza hapa kwa kifupi kuhusiana na kitu ambacho anataka labda kuuliza au tungekaa kwenye maswali, nadhani ingekuwa vizuri zaidi, si ndio? Tungekaa kwenye maswali. Basi rafiki yangu ambaye unanisikiliza muda huu, mtumishi ambaye unanisikiliza muda huu, nipigie simu hapa kwenye 0765033887, si ndio? Huyu hapa mtumishi wa Mungu. Hello. Ndio mtumishi wa Mungu. Unaitwa nani au unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Onesmo Mole. Ndio Onesmo. Tuna kama dakika 2-3 hivi zimesalia. Karibu. Napiga simu kutoka Igoma, Mwanza. Mwanza imechachamaa. Amina. Nimesikiliza vizuri. Sawa. Lakini ni vizuri mkaiweka vizuri neno hili. Ndio. Unajua Biblia inasema ni vizuri kutumia neno la Mungu kwa halali. Kuligawanya kwa njia ya halali. Unaweza ukatumia neno kwa kweli lakini si kwa halali. Nafikiri ni vizuri kuweka uwazi vizuri. Kwamba mafundisho ya wengi sio kwamba inazungumzia kwamba Mungu ni watatu. Sio kama unanipata. Nakupata. Kwa kifupi sana mtumishi wa Mungu. Muda umetupa mkono sana. Kwa kifupi. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 kuanzia mstari wa 4. Ndio. Anazungumza kwamba basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Anaanza na Roho, baadaye inakuja huduma, anasema bali Bwana ni yeye yule. Ndio. Anakuja kwenye katika anasema pana tofauti za kutenda kazi, Mungu ni yeye yule. Swali lake ni nini? Bana. Sasa nadhani huyu ni ndugu mzuri, tumuombe tu hata tuandikie swali lake kwa SMS. Nadhani kuna kuja kuzungumza. Yes, tulikuwa tunamsikia hapo ambaye umetoka kuzungumza na sisi sasa hivi kutoka Igoma. Hebu liandike swali lako vizuri kabisa kupitia namba hiyo ya 0765033887, si ndio? 0765033887, si ndio? Ndio. Weka ujumbe wako hapo. Muda umetutupa mkono kweli kweli. Sio rafiki tena na sisi. Okay, basi tuombe na tumshukuru Mungu. Baba yetu wa mbinguni, Mungu wetu mwema na Mwokozi wetu Yesu Kristo, asante kwa yote aliyoendelea. Wewe ni mwalimu aliye bora zaidi. Hebu endelea kuwafundisha watoto wako, kwa kuwa naamini nimefundisha kwa katika, lakini Roho Mtakatifu ni mwalimu aliye bora zaidi. Hebu nawafundishe na kuwafunulia zaidi watoto wako. Baba wa mbinguni, wabariki na wainue na utukuze Bwana. Asante kwa yote ulienda mahali hapa. Asante kwa ajili ya ndugu yetu Lui. Asante kwa ajili ya kituo cha redio. Na Mungu tushikilie na kutufanya kuwa waaminifu na watiifu kwenye neno lako. Tunajiachilia mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu, ndugu yetu wa samani uliokuwa tukisikiliza kwa wakati huu, tumefikia mwisho wa kipindi chetu kwa sababu muda umeshatuacha, ila bado unayo fursa ya kuendelea kuwasiliana na sisi, kuongea na sisi, kutuoji na chochote ambacho tutataka tufanye kwa ajili ya kujenga ufalme wa mbinguni. Wasiliana nasi kwa 0765033887 au 0692
748 111. Narudia tena 0692 784 111. Na Mungu awabariki.